Halo, mambo vipi wapenzi watazamaji wangu wa mahubiri na ucheshi. Ninawapenda sana. Nyie mlionimisi na kunitext hapo chini, na mimi pia nimewamisi. Na sitaki kuwanyima mengi leo, nataka kuwapa kila kitu. Na kikubwa nataka kuzungumza na walokole. Walokole na watu wenye mabwana zao, yaani wanaomcha Bwana Mungu. Mlokole, umepata mlo wa tomato, iwe ni chipsi, iwe ni samaki au wali, lakini kikubwa ambapo unaweza kukaa na ukapata ule mchuzi wa tomato ambao unatiririka mpaka chini. Nitoe onyo, walokole wanaonywa wasilambe tomato. Ili si kwamba na waandama na kuwasakama walokole, bali nataka iwe chakula na makulaji yao ambayo ina afya na ya kuleta tumaini moyoni mwao, ili wakapate kuokoka. Kwa hiyo neno hili sitaki kuwatupia nguruwe wala mbwa wakala kama mihogo wanavyotafuna, bali natupia ndugu zangu walokole na wamchao Bwana ya kwamba mnapokaribishwa kwenye makulaji ya tomato, basi kumbuka kile kidude, ule mchuzi unapiga usipitishe kidole pale pap, kataka kupeleka kiganja kama hiki ndio kachota pap inakuwa leti maana au vipi? Kana kiongea kidole kile tam ada kupitisha tu alamba tam alamba tam alamba tam alamba tam alamba tam alamba tam. Basi hii neno hili likapate kuwa takatifu na tukufu kwako, ya kwamba chakula unapokula chipsi, unapokula chakula chochote ambacho unamiminiwa tomato, iwe ni mihogo, iwe ni ndizi, iwe ni viazi vitamu ambavyo vimekaangwa ama vya kuchoma ambapo umekaribishwa, maana tomato pia ni moja ya pishi ambalo Bwana Mungu wetu anasema kila alaye cha kukaanga. Neno la Mungu unasema hivi, ninakuhubiria sasa, mimi ni nabii, ingawa nimekwambia tu unalamba sasa sikiliza na neno hili. Mlokole usikilize hili neno. Mlokole nakwambia usikilize hili neno, ulitii na uliheshimu. Andiko linasema hivi, chagua pishi leo, iwe la kukaanga ama la kuchoma. Hao ndio wanaobarikiwa kwa wingi kuliko pishi lolote, sio la kuchemsha ama sio la kukaanga ama vya kuchoma. Sasa wale ambao wanakula vya kukaanga wameahidiwa kupewa makulaji ya tomato. Sasa mlokole anapata tabu sana kupata chakula cha kukaanga, chakula cha kuchoma. Anapoamua kula chakula cha kukaanga, ili nafsi yake akumbuke ile pishi la kuchoma, kwamba anakula cha kukaanga lakini kaango lake ile linaenda kwenye makulaji ya kuchoma. Sasa pale kwenye makaango ndipo unapokutana na tomato. Lazima tu kila anayekula cha kukaanga, iwe ni hata unapokaanga dagaa lile utakutana na tomato. Hiyo rojo ama lile zito lile. Sasa hapo ndio unapopewa hayo makaribisho maalum Mungu ambao anakubarikia kila raha. Lakini sasa hapo kwenye hayo makulaji hapo, si umelo wala sio masakamo wala si kwamba nini wala sio sharobaro wala sio nini. Cha msingi ni kwamba unapokula matomato, mpenzi mtazamaji wangu ninayekurekodia kipindi hiki, usije ukalamba, ukakumbuka nyimbo za hama za ni Leivani, alamba tam alamba tam alamba tam alamba tam, leo kaenda vile alamba tam alamba tam, ukabeba nataka kubeba na tayari kwamba ridi kadiriza bicho wewe. Hiyo ni tabia mbaya, hiyo ni dhambi. Usije ukalamba tena. Bwana Mungu amenituma mimi naitwa Nabii Nicholas Mtakatifu. Utakumbuka jina langu.
naitwa Nabii Nikolausi Mtakatifu. Pia nitakuwa na nabii hapa katika vipindi hivi. Nitakuwa nakutabilia vipindi manabii mbalimbali. Kama unasema unachelewa nataka kujua moja ya manabii, niliwahi kunukuliwa na mtandao mmoja unaitwa Tricod Media. Akaniambia wewe ni nabii, tuambie una unabii gani na umetabiri nini. Nikamwambia nimetabiri vitu vingi sana vimewahi kutokea katika maisha yangu, na kikubwa ambacho nataka kutabiri, ina maana baada nikatabiri uchaguzi ule ambao na John Pombe Magufuli anataka kurudia uchaguzi wa pili ule sasa. Ule wa kwanza umeisha, ule wa pili sasa. Ule wa kwanza. Nikasema ule wa pili ule. Nikasema mimi natabiri kuwako na maafa ya vifo vikuu 4. Wakuu wa nchi 4. Kwanza nikasema ninamtabiria mmoja ya mkuu wa nchi mstaafu mwenye tumbo kubwa mnene. Sikumtaja jina, bali nimemwona mtu mwenye umaarufu mkubwa misili ya star Bongo Movie, ana tumbo kubwa mweusi mnene. Nikamwambia huyo anaweza kuleta na simanzi katika nchi na endapo mauti yake itakapotokea. Baada ya hapo nikaja kutangaza tarehe 17 baada ya hapo nikaja kutangaza kwamba jamani, mwezi wa pili kumetokea maafa hayo ni ya kifo cha mheshimiwa mstaafu Benjamin William Mkapa, ndiye kuja kutokea. Baada pale nikasema pale nilienda na mimi katika kuaga, nikasema bado kuna simanzi, ninaona machozi kila nimtazama, kila Mtanzania mwenzangu nimtazama, kila raia wa pale, kila mkuu wa nchi awe polisi awe nani, ninaona bado kuna tukio jingine litakuja kuuliza baada ya lile. Hata nilipomtazama John Pombe Magufuli nikasema sasa huu utani sasa, jambo hili sasa si ule utani, maana nitakuja fatafatwa na pick up kwa huyu jamaa anatangaza nini. Lakini ukweli ni kwamba nikaona kuna mauti yake yeye pia. Kwa mmoja viongozi 4 wakubwa ambao niliwaona, akiwemo mheshimiwa jaji Kijazi, yule wa daraja ya Kijazi Flyovers. Nikaona pia msiba wa mheshimiwa Maalim Seif wa Zanzibar. Nikaona pia msiba wa marehemu John Pombe Magufuli. Nikaona misiba hata ya wakuu wengine. Nikasema bado kuna taarifa hata Bongo Movie pia. Ni mimi nabii wako niliye kufundisha somo la tomato na kwamba usilambe ukacheka, lakini pia nilitabiri hayo, na hivyo vyote John Kijazi tarehe 17 mwezi wa pili nikaja kuthibitisha kwamba nilicho kitabiri kimetokea. Lakini pia mimi nilitabiri msiba wa jirani zetu pale. Nikasema moja ya nchi ya maziwa makuu ambayo inashare na sisi ziwa la Victoria ataleta simanzi katika nchi yetu ya Tanzania pale mauti yake itakapotangazwa. Na maana nilitabiri atakuja kufa, atafariki. Kwa hiyo sasa nikasema nimeona hiyo simanzi kutokea mkuu wa nchi wa nchi ya nje atakuja atafariki. Na kweli nikaja kuthibitisha tena kwamba tukio hilo baada ya wala haikupita hata mwaka, wala haikupita hata miezi mingi sana, nikaja kasikia Pierre Nkurunziza wa Burundi ndiye aliyepatwa na mauti hayo marehemu. Kwa hiyo mimi ni nabii wa kweli, ninazo nabii za kila aina, nitakuletea hapa wala usichoke. Nitakuletea nabii mpya na nabii za kale ambazo kama hizi ni nabii za kale ambazo nimewahi kuziona kwa macho, na nyingine nimeoteshwa kwa ndotoni, lakini kwa macho kwamba kiona nikitazama ikitoka nje naona nchi hii ina machozi. Kwa hiyo huo ni nabii wa kale. Na nabii nyingi za hata wasanii
namna wanavyovuka viwango vyao vya kimaisha, viwango vyao vya kiustaa, kwamba tunawaona wanavuka wapi. Hata changamoto zangu mimi kwamba tunavuka wapi, tunapitia daraja lipi, zote ni za nabii nazo. Kwa keti na mimi tazame video nyingine za ucheshi zenye maneno makuu matakatifu ya kumkumbusha mlokole, ya kumkumbusha mchai Bwana Mungu ya kwamba tendo hili sio zuri, tendo hili ni dhambi, tendo hili ni uovu. Kwa mfano kama tendo la kulamba tomato, nimekwisha ongea hapa. Kutana na mimi tena katika fululizo wa vipindi vyangu pamoja na filamu zangu pamoja na videos nyingine hapo chini. Unaweza kusubscribe Uncle Morgan Online TV. Nawapendeni sana. Alamba tamu.